Tunavyowajua watoza ushuru ni watu ambao wako kero, wafanya fujo kabisa. Wanaingia hata nafasi ya kupigana sokoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zakayo akaishi na hiyo huduma yake ambayo alipewa, lakini ilifikia siku Zakayo alikuwa tena ni mtu mfupi, tukisema kimo chake alikuwa mfupi sana. Bwana Yesu asifiwe. Na haya maisha ya Zakayo, hata na sisi kuna wengine ambao wako hivi katika huduma au kazi ambao wanazofanya huko kwa mataifa mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine kwenye huduma zao kweli ni kero. Ni kero kabisa. Ina maana kazi zao haziendani na mapenzi ya Mungu. Ina maana kazi zao wenyewe kwanza wasijali na kumjua Mungu kama hivi wanafanya kosa. Hapana. Hawajui kama wanavyovifanya kama ni dhambi mbele ya macho ya Mungu. Wanajisikia wenyewe ni wenyewe tu. Katika somo letu ya leo kuna mambo manne ambayo tutayaongelea. Tutaongea mambo manne kuhusu somo letu la leo la wahofu wanaweza kututangulia. Kwenye mambo hayo manne, jambo la kwanza ni Zakayo. Kipindi aliishi katika maisha yake hayo, Zakayo alikuwa akisikia maneno ya Mungu ya Yesu Kristo akipita. Ikiwa Yesu akipita anasikia makuu yake anavyofanya miujiza. Ina maana alikuwa akisikia tu. Akajisikia na yeye anataka muone Yesu. Amuone Yesu kama ni nani na ni mtu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza, Zakayo alipata kiu ya kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Soma Luka hiyo 19 mstari wake wa 3. Mstari wa 3, maandiko nasema hivi: huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu. Ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Bwana Yesu asifiwe. Kilichokuwa kinamsumbua Zakayo asimuone Yesu kwa muda huo ilikuwa sasa ufupi aliyekuwa nao. Kwa sababu alikuwa akiona watu wanakuja, Yesu anakuja, yeye hataonekana. Wengine ndio wanaonekana, lakini yeye haonekani. Lakini kwa sababu yeye alikuwa ameshakuwa na kiu, anajisikia ndani yake mliingia kitu ambacho kinamsukuma hadi amuone Yesu. Ndugu yangu, sio kitu cha kawaida. Kuna wengine wala watamani kufanya hicho. Kuna wengine watamani wala hata kwenda kanisani kusikia neno la Mungu. Lakini siku hiyo ilikuwa siku yake ya Zakayo, anataka kupata rehema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alifanya jitihada zake, akaenda akakosa kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa kitu cha kwanza au jambo la kwanza ambalo Zakayo alifanya kama juhudi, kama gharama ya kutaka muone Yesu, lakini ufupi ukawa ni kizuizi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili, Zakayo alifanya gharama ya kuacha kazi yake na kwenda kupanda juu ya mkuyu kwa sababu amuone Yesu. Aliona akienda kwenye mguu kuwafikia wale watu ambao wako wengi na wenyewe ni warefu kumzidi, hataonekana. Lakini akafanya gharama, alijiongeza kama tunavyoambiwa na Watanzania tujiongeze. Akajiongeza na yeye kwenda kupanda kwenye mkuyu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunasoma katika kitabu hicho cha Luka 19 mstari wa 4. Maandiko nasema hivi kwenye mstari wake wa 4: akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Bwana Yesu asifiwe. Kweli alikwenda na akapanda kwenye mkuyu ule. Yesu kwa sababu ni yeye anayejua yaliyo sirini, alikuwa ameshajua nia ya Zakayo ni nini. Kipindi walipofika sehemu ile, Yesu alimwambia Zakayo, akamuita kwa jina, Zakayo shuka. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini sisi sasa hivi tunashindwa kufanya gharama kama hiyo. Tukiwa na vibarua vyetu tunaviendea hata Jumapili. Hatutaki kuviacha kwa sababu ya kupata hela. Lakini siku hiyo Zakayo hakusamanisha tena ile kazi. Aliacha na kwenda na mtafuta Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu, Zakayo alikubali kumkaribisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma Luka 19 mstari wake wa 6. Maandiko yanasema hivi kwenye 19 mstari wake wa 6. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana Zakayo hapa alijisikia kuwa uhuru kabisa. Alipomwona Zakayo wala yeye alipomwona Yesu hakukataa kusema nilikuwa nakuja kukusalimia tu. Alikubali moja kwa moja na kumpeleka Yesu tena kwa furaha mpaka nyumbani kwake. Ndugu zangu, sisi leo tunashindwa kufanya hilo. Tumeona hapa kipindi tunaambiwa tusimame tuimbe. Wengine wetu walikuwa wanasinzia. Lakini siku hiyo Zakayo hakujali kazi ambayo alikuwa anapatia mali zake. Utajiri wake ulitoka kwenye hiyo kazi. Zakayo hakujali. Zakayo hakuona hata aibu ya kusema nikipanda kwenye mti wa mkuyu inawezekana nitaanguka, nitavunjika. Nitaona aibu kwa maana mimi ni mtu mzima, ni mtu mkubwa katika kazi aliyokuwa anafanya. Bwana Yesu aturumie sana. Lakini sisi hatuwezi kujitambua. Tunajikataa. Inawezekana na sisi hao waovu watatutangulia kwenye ufalme. Na sisi ndio tumeshamjua Yesu. Ole kwetu. Tuweze kujitahidi. Zakayo alimpeleka Yesu hadi nyumbani kwake. Wakaenda nyumbani kwake. Hicho ni kitu cha tatu ambacho Zakayo alifanya. Hicho ni kitu cha tatu Zakayo alikifanya cha kumkaribisha Yesu nyumbani kwake. Je, na wewe unamkaribisha Yesu nyumbani kwako? Utamkaribisha Yesu nyumbani kwako na ufanye juhudi yoyote ile? Umekaa umesinzia? Hautaki kufanya huduma za Mungu? Tunajichanganya na mambo mengi. Kwa hiyo tufanye jitihada kama alivyofanya Zakayo za kumpeleka Yesu afike nyumbani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha nne, Zakayo alifanya toba ya moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipomwona Yesu nyumbani kwake Zakayo, aliingiwa na kitu jamani. Ni kama sisi leo. Inawezekana tukawa na vinyago ambavyo sisi tunavitembelea. Vinyago ni kila dhambi yoyote ile. Wengine wanaviona kama ndiyo njia zako za kufanikia. Wengi wana kazi za kuiba, wengine ni wazinzi, wengine ina maana kila mtu anapotea kwenye njia yake. Lakini hatutaki kumkaribisha Yesu kwa sababu tuweze kufanya hichi Zakayo alichokifanya nyumbani kwake kipindi Yesu alienda nyumbani kwake. Na neno la leo linakuja kwa sababu yetu. Inawezekana tulikuwa vizuri lakini tumeshapotea. Tuweze kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Alipofika nyumbani kwake Zakayo kumpeleka Yesu wakiwa mle ndani, Zakayo alisimama na kuanza kusema, akaanza kutubu, akaanza kusema mambo yote aliyoyafanya ndani ya kazi ile. Na kusema mali zote ambayo anazo. Zimoja anataka azichukue azigawie mayatima. Kama jinsi neno linazosema hapa chini. Inasema kama Zakayo alianza kusema kama mali zote na yoyote yule ambaye alichukua kitu chake atamrudishia hata mara 4. Nasoma hiyo Luka 19:8 hadi 9. Maandiko yanasema hivi mama, 19 mstari wa 8 hadi 9. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na nusu na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa ila namrudishia mara 4. 9. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tumkaribishe Yesu kwa sababu tuweze kutoka katika njia ambazo tunazoziendea.
Tumkaribishe Yesu. Zakayo hapa alimkaribisha Yesu, akapata nafasi au neema ya kutubu na kuacha njia zake mbaya alikuwa aniziendea, akapata neema ya kupata wokovu. Je, sisi tunamkaribisha Yesu? Na bado dhambi tunazikumbatia kama ndo nguo, kama ndo vitanda tunavyolalia. Bwana Yesu aturumie sana. Tuko watumishi lakini ni watumishi ambao hatuelewani. Tuko waimbaji lakini hatuelewani. Tuko Wakristo lakini tunakaa kwenye masengenyo kutetana. Bwana aturumie sana. Tuache dhambi. Waimbaji hapa walisema kama tuwezi kutubu dhambi kwa sababu tumfikie tena Yesu. Tumeshapotea, tumeshakuwa mbali. Uamsho mpya huwezi kurudi kwetu. Uamsho upya hautarudi kama hatujatengeneza, hatujatubu dhambi zetu. Tuweze kutubu dhambi zetu. Tutubu dhambi. Tuache njia zote mbaya ambazo tunazoziendea, kwa sababu kila mtu anapotea kwenye njia yake. Dhambi hazifanane. Kila mtu ana cha kwake ambacho amekizingatia, ya kuwa kama ni vizuri kama alivyokuwa amezingatia Zakayo, eti nimepata mali, nimekuwa tajiri. Kumbe zilikuwa mali ambazo hazikuwa sahihi mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana aturumie sana. Ndugu zangu, acha kwanza nisema hichi ambacho Mungu alionyesha. Kuna siku Mungu alionyesha, akaenda kuniamsha, nilikuwa kwenye usingizi. Nikaamka. Akaniambia nimekuja kukuamsha ni kwa sababu uje uone gisi maisha yenu mmeshajijengea maisha mabaya au mkamili. Nilitaka uje uone gisi mnavyoishi mkamili. Tukaamka tukaenda, wala sikusikia hofu. Tukaenda tukateremka, tukafika barabarani. Akaniambia simama hapo. Nikasimama. Wala aliponiambia nikakaa. Nikawa najiuliza sasa hapa mbona sioni chochote. Akaniambia subiri, kuna kitu utakiona hapa. Kisha yeye kwa sababu ndo alikuwa mwenye ramani yake akaniambia basi tizama sasa kule. Nikatizama. Nikaona gari 4 ambazo zinakuja, zote ziko hivi. Hapa kuna barabara ambayo inaweza kupita barabara gari 4. Hata Makere ipo. Mimi sijawahi kufika Dar. Inawezekana Dar zipo. Hizo barabara zipo. Sio hivi, sio moja mbele nyingine nyuma, hapana. Zinakaa hivi. Hata hapa tuseme hii kanisa nzima. Kunaweza kukapita barabara gari 4 hapa? Hapana. Lakini huko kambini ipo, wana wa Mungu. Tuogope hii kambi. Tuiogope sana. Nikaona gari 4 zinakuja. Nikauliza, sasa hizo gari 4 zitakuja kupita hapa hichi. Mbona zimezipanga vibaya eti zitapita hapa? Wewe subiri utaona. Nikakaa. Gari zikawa zinasogea, zinakuja huko tuliko. Tukakaa. Akaniambia tizama na kule gari zitaenda. Nikaangalia. Nikaona nyaka chatu kubwa. Amelala barabarani, ameenea barabara nzima. Nikasema, sasa hizo gari zitakuja kupita wapi na yule nyoka amelala barabarani? Eti zitapita hapo. Bwana aturumie sana. Niliposogea zile gari, aliniambia sogea. Nikasogea nyuma. Tuache zile gari barabara. Kadiri gari zinakuja, kadiri barabara inapanuka. Kadiri gari zinakuja, kadiri barabara inapanuka. Ina maana gari zinaenea kabisa. Hazina ya nyingine ya kugonga nyingine. Barabara inaenea kabisa, gari zote 4. Gari zikaja kupita hapo kwetu. Zikapita. Nikaona yule mnyoka amepanua kinywa. Wana wa Mungu. Tuko wapi huko kambini? Tujiulize. Kila mtu ajiulize asiingie ndani ya ile nyoka. Nikaona yule mnyoka amepanua kinywa na yeye amepanua kama vile jinsi gari zimekaa. Akapanuka akawa mkubwa kabisa mno. Gari zikaenda zikaingia ndani ya ule nyoka. Nyuma ya gari kulikuwa watu wengi, wanaume kwa wanawake, wote wakawa wanaingia. Nikamuuliza yule mtu, sasa wale ina maana hawaoni yule nyoka? Akasema hawaoni. Nimekufungua wewe macho kwa sababu uje uone jinsi mnavyoishi huko. Mmeshajivuruga kwa mambo mengi. Mmejichanganya huko. Mmeshatekwa na shetani. Nikaogopa. Nikakaa pale ninasimama. Watu wakaanza kupita. Wengi mno. Na watu hawaoni kabisa. Watu wanaingia ndani ya ule nyoka. Watu wanaenda.
Watu wanaingia, watu wakaingia wakamalizika. Akaniambia, basi simama na wewe. Twende wapi? Nikamuuliza. Akasema tutaenda kule na sisi. Nikasema hapana, mimi siendi kule. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema mimi siendi kule. Siwezi nikaingia ndani ya ule mnyoka. Nilipoangalia pembeni yangu nikaona kanjia kadogo. Nikakafuata kale kanjia kadogo. Nilipotoka kwenye barabara kuingiza kwenye kale kanjia, nikaona yule mtu amepotea. Yule mtu akanipotea. Nikaona katikati kwenye pembezoni ya ile barabara kumehota fence mpya ikatutenga ile barabara kubwa na kale kanjia kadogo. Ina maana mimi nisitoke huko tena nikaende huko, wala wenyewe wasinifuate huko. Bwana aturumie sana. Jamani, tukumbuke, ni kila mtu akumbuke ni wapi. Ni wapi jamani? Inawezekana ni kutetana, inawezekana ni kuaga, inawezekana ni wizi, inawezekana ni vinginevyo ambavyo tunavyo. Bwana wa Mungu, hata kwa watoto wadogo sisi tunafanya dhambi. Mtoto wa mwenzako akifika, unapika chakula, unatega chakula, unamfukuza mtoto wa mwenzako aende. Mato anuma, unachoole bile bwanga wayo mwana wayo chikwanda, ninachohola ni wini waya kawa. Abe cha atoka jili. Mtoto amesema wewe ni mchawi kweli? Kwani mtoto ameshasema kama ni mchawi? Na hivyo vyote vitu vinatufunga. Tutaingia ndani ya ule mnyoka kwa sababu ni vingi tumeshazilimbikiza kwenye mioyo yetu au kwenye vingine ambavyo tunaenda tunagusa kwa mikono yetu. Tutubu wana wa Mungu. Tusiingie ndani ya ule mnyoka kwa sababu yule mnyoka ana siku atangamizwa. Ana siku atashughulikiwa na Mungu. Tusishughulikiwe pamoja na yule. Tukimbie dhambi, tuweze kupata uhai, tupate huo ufalme ambao umesema hapo, waovu wasitutangulie kwenye ufalme. Wana wa Mungu, hilo jambo Mungu amelionyesha huko. Kama tumeshatekwa, tumeingia mengi. Mivalio hata ya sisi wa Kristo haifanani tena. Haifanani. Wa Kristo wakina mama wanavaa vibaya, watoto wetu wanavaa vibaya. Tunaenda wapi wana wa Mungu? Tukumbuke kule tulikotoka. Tumeshajipoteza kwa mengi sana. Tumejipoteza. Watoto wetu wa kiume hawavai tena vizuri. Wanavaa vibaya. Hatujui hawajikumbuki, hawajijui tena kama wenyewe ni wainjilisti. Ni wainjilisti hawa, lakini wanajipoteza kwa mivalio. Wanajiingiza ndani ya ule mnyoka bila wenyewe kujua. Turudi wana wa Mungu. Tufanane kama Wakristo. Zamani Wakristo walikuwa wanaonekana hata barabarani, unamjua yule mama ni Mkristo, au yule mtoto ni mlokole, ni mwimbaji, utamjua. Kwa sababu sisi msote kama tulizoea vitambaa, ni kwa sababu ya ulezi ambao tulelewa tangu utotoni. Bwana aturumie sana. Lakini sasa hivyo inaitwa kila dhambi inakuwa ni fashion. Tumejiweka kwenye ukawaida. Ukawaida gani utatupoteza? Tutaingia ndani ya ule mnyoka. Tutaangamizwa pamoja na yule mnyoka. Bwana aturumie sana. Tukumbuke ndugu zangu. Sasa ni saa mbaya. Muda umeisha. Ni muda wa kila mtu ajioji. Tusiweze kutanguliwa na waovu. Waovu wasitutangulie kama ilivyosemwa hapa. Lakini ndugu yetu Zakayo alipata neema. Alipata neema akatubu. Sasa inawezekana wewe muda ukafika, mauti akafika hapo na hujatengeneza. Utaenda wapi? Utaenda wapi? Utaenda kungoja hukumu pamoja na ule mnyoka. Bwana atuhurumie sana. Somo letu na ishia hapo. Tulisoma kwenye kitabu cha Luka 19 mstari wa kwanza na wa pili. Kwenye somo tulifundisha somo ambalo linasema waovu wanaweza kututangulia katika ufalme. Na neno hilo likae ndani yenu na kwangu katika jina la Yesu. Ombea neno la Yesu. Ila ndani yao mango na vile bichanga tatarola eno na ishika mitema ya wabe bana mitema yetu wetu bose olombaka isale mugene tumitema etukwatireche mpaka tunendoke ndo akoma eteleleche etuchamure mwinga na china la Yesu. Amen. Amen. Barikiwe. Haleluya. Amen. Nichirolo rusuku taboni kambulange ne kabisa. Na maana magoma toshile mashi kila mtibangu jichunguza. Kila mtibo wako mzani eno na atenda nile mbele. Mpaka mnoto saka mnobange ba uyatingenge. Biblia atenda